Karibu mpenzi msikilizaji katika simulizi za The University Life. Hii ni sehemu ya 5. Sehemu ya 4 tulishia pale Haila alipoambiwa anahitajika ofisini kwa lecture. Nini kiliendelea? Basi ungana nami katika sehemu hii ya 5, na ili usiweze kukosa sehemu zinazofuata, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa kila tunapo-upload. Karibu katika sehemu ya 5. Haila alichanganyikiwa na hakujua afanyeje. Hakujua lecture kapata wapi namba zake na lecture nani anamtafuta. Jambo lile aliamua kushirikisha marafiki zake na aliwaambia, "Yaani mwenzenu sielewi, eti lecture nani ita ofisini kwake." "Ofisini? Kwanza lecture nani huyo? Yaani hawa tabia zao mbaya sana. Unaweza ukaenda alafu akawa hana jambo la maana, labda umalaya tu." Lakini msipende kusema mambo ambayo hamna hakika nayo. Labda ni mambo ya kiofisi. Yaani hapo hakuna mambo ya kiofisi wala nini. Mimi najua hawa malecture wanatumia vyeo vyao kudanganya wanafunzi ili tu wapate penzi. Marafiki zake Haila waliongea mengi wakiwa hajapendezwa kabisa na kuona kitendo kile cha lecture kumuita Haila ofisini kwake. Basi Haila aliamua kuuliza, "Nyie mnasema hivyo, kawaambia nani?" Yaani hilo sio swala la kuuliza Haila, hayo mambo yanatokea kila siku. "Kwa hiyo mnanishaurije?" "Wewe nenda tu, kwa sababu hujui unaitiwa nini, lakini ukifika huko akianza ujinga wake toka." Basi Haila aliamua aende tu sehemu aliyokuwa ameitwa. Alituma message kwenye ile namba na alitumiwa maelezo yote kwa message, akaenda mpaka sehemu aliyoitwa. Alipofika sehemu aliitwa, aliingia akaambiwa akae. Basi alikaa ndani ya ile ofisi akiwa ni yeye tu pamoja na mtu yule aliyemuita. Basi lecture alianza. "Karibu sana Haila." "Asante." "Haila, wewe ni binti mzuri sana. Natamani utoke hapa ukiwa na degree yako nzuri." Nashukuru. Sasa mimi nimekuita hapa, nahitaji wote tutoke baadaye. Nahitaji kwenda na wewe sehemu nzuri iliyotulia, kuna jambo nikueleze." "Jambo gani lecture?" "Ungenieleza tu hapa, maana nahisi baadaye nitakuwa busy." "Utakuwa busy na nini Haila?" Haila alitupiwa swali lile na lecture yule aliyekuwa mtu mzima, akawa hajui ajibu nini ili kuweza kumkwepa mzee yule. Kuna baadhi ya mambo yangu hajakaa sawa, hivyo nilitaka baadaye nikaweke sawa." "Mambo gani?" "Kama ni masuala ya hela usijali, nitakupa kiasi chochote utakachohitaji." Haila alijikuta anaingia kwenye vishawishi vya mzee yule. Ukweli ni kwamba Haila alikuwa hajamaliza kulipa ada, hivyo swala lile la kuambiwa apate hela alijikuta anachanganyikiwa kidogo. Marafiki zake Haila walimsubiri Haila kwa muda mrefu, lakini alikuwa hajarudi bado. Walianza kupata wasiwasi, wakawa wanampigia simu lakini akawa hapokei. Basi walianza kuongea. "Huyu Haila sijui kapatana nini huko," alisema Helen. "Si wenyewe hatuelewi, isikawa yule mbaba anahitaji wafanye mapenzi jamani," alisema Najrat. "Jamani, mnaongea lakini mnamwona yule mtu anayekuja kule?" Juliet alisema huku akielekeza marafiki zake waangalie mbele ambapo alikuwa anakuja mtu. "Jamani, yule si Alexander alikuja na Haila jana?" aliuliza Helen. "Ndio, ni yeye. Ona anavyotembea. Yaani mimi nikimpata yule mtajuta," alisema Najrat. Inaonekana Alexander tayari kashampenda Haila. Alafu mbona kama anatufuata sisi?" alisema Juliet. Basi waliacha kuongea kwani Alexander alikuwa ameshafikia. "Habari," alisema Alexander. "Nzuri, tukusaidie nini?" walisema wote kwa pamoja. "Samahani, bila shaka nyinyi ni marafiki zake Haila?" "Ndiyo." Haila anampigia simu lakini mpaka muda huu hapokei. Au leo hajaja chuo? "Kafika, lakini kuna sehemu kaenda. Nahisi yuko busy ndo maana." "Kaenda wapi? Naweza kumfuata?" "Subiri, akirudi tutamwambia akufate." "Sawa. Lakini alikoenda kwema kweli?" "Kwema tu, usijali." Basi Alexander aliamua kuondoka huku akiwa mnyonge sana. Hakujua Haila alikuwa wapi na kwa nini hajibu message zake. Baada ya Alexander kuondoka, kama ilivyokuwa kawaida, marafiki zake Haila walianza tena kuongea.
Yule kaka inaonekana kampenda sana Haila, alisema Helen. Ndiyo, yani sijui Haila anafeli wapi. Handsome kama yule atampoteza na sijui atampata wapi tena, alisema Najat. Yani namuonea huruma. Huyo Haila arudi tu tujue katiwa nini huko. Basi waliendelea kumsubiri Haila. Haila akiwa pale ofisini, lecturer aliendelea kumshawishi aweze kutoka naye usiku huo. Haila alikuwa anaogopa kwani alikuwa hajawahi kutoka na mwanaume yoyote hata mchana. Sasa siku hiyo lecturer alikuwa anamwambia watoke wote usiku. Hakujua aelezeje ili lecturer yule aweze kumuelewa. Nyumbani sijazoea kuchelewa, leo haitawezekana. Haila, acha mambo yako. Nimekuambia nitakupa kiasi chochote utakachohitaji. Cha muhimu kubali tu utoke na mimi baadaye. Hapana, haiwezekani. Labda kesho. Haila aliendelea kubaki na msimamo wake kuwa hawezi kutoka na lecturer huyo usiku huo. Hivyo lecturer aliamua amwache tu atoke. Moyoni lecturer aliapa kumjua mtu alikuwa anatoka na Haila na akishamjua amfelishe, na kama Haila akiendelea kumkataa awafelishe wote. Haila alitoka pale akiwa na mawazo sana. Hakujua nini hasa lecturer Michael alikuwa anataka. Basi alienda mpaka marafiki zake walipokuwa akawaeleza. Sielewi mwenzenu, lecturer Michael anahitaji nitoke naye baadaye. Utoke naye? Mwende wapi? Yule mbaba anasimbula na tamaa, mimi nimeshawaambia, alisema Najat. Kwa hiyo umekubali kutoka naye? Aliuliza Helen. Nani akubali? Nimemwambia haiwezekani, siwezi kutoka na yule mbaba mimi, alisema Haila. Sawa, lakini Alexander alikuwa anakuulizia. Alexander? Mungu wangu, alishtuka Haila. Ndiyo, kaja hapa kasema upokee simu zake. Jamani, simu niliacha mbali, alafu ilikuwa haina mlio. Kwa hiyo kasemaje? Mtafute. Sawa. Haila hakupoteza muda, alimpigia Alexander. Alexander akiwa na marafiki zake, simu yake ilianza kuita, na alipojua alikuwa anapiga ni Haila, alifurahi sana. Haraka alipokea. Haila, niambie. Safi tu, mzima wewe? Mimi mzima, nilikupigia lakini ukawa upokei. Sorry, nilikuwa mbali na simu. Sawa, usijali. Vipi leo tunaweza kukutana? Ndiyo. Saa ngapi? Muda wote kwa sababu leo niko free. Naomba basi tuonane sasa hivi. Sawa. Alexander alipoona Haila akakubali kuonana naye, alifurahi sana mpaka Adric akashangaa. Wewe Alexander vipi? Au demu kakwambia unaenda kumlamba nini? Acha mambo yako bwana. Mambo ya kawaida. Haya bwana. Oya, ngoja mimi niende, tutaonana baadaye au kesho. Kesho tena? Au unaenda kula mzigo nini? Acha tani Adric. Nimekwambia hivyo maana anaweza kuchelewa. Poa, bye. Alexander aliagana na Adric akaanza kuendesha gari kuelekea sehemu waliopanga kukonana na Haila. Catherine alitoka pale kwa marafiki zake akiwa na mawazo sana. Hakujua atumie njia gani aweze kumpata Alexander. Yeye alitegemea marafiki zake watamsaidia, kumbe haikuwa hivyo. Basi aliamua kumpigia dada yake. Hello sis. Hello Catherine, are you okay? Yes sister, but shizo nini? Mbona unaongea kama unalia? Tell me what's wrong. Dada, sijui nielezeje, but nimejikuta nakosa amani kisa mapenzi. Mapenzi? Adric anakusaliti au? Bora hata ingekuwa ananisaliti, labda ingekuwa sababu ya kufanya anachotaka kufanya. Kufanyaje? Hajafanya kitu. Please, nishauri nifanyeje? Kuelewi, una shida gani? Dada, kuna kaka imetokea anampenda sana. Si umwambie? Unakumbuka mama alituambia ukimpenda mtu unamwambia? Dada, tatizo mwanaume mwenyewe ni rafiki yake Adric. Catherine, kwa nini umpende shemeji yako? Utasababisha watagombana. Kwa hiyo wao ni bora kuliko mimi. Badala kunishauri nifanyeje, unaanza kuanza kwa tena kwa Adric. Okay, sorry babe. Ngoja nikwambie kitu. Niambie. Wewe jaribu tu kuongea naye,
mwanaume alafu ujue atasemaje. Sawa dada, nashukuru. Catherine alikata simu akajikuta anapata amani kidogo. Sasa alichukua anawaza kwa muda huo na jinsi gani atapata namba za Alexander na jinsi gani ataeleza hisia zake kwa Alexander. Catherine kwenye familia yao walikuwa na uwezo mkubwa kifedha. Kwa walizaliwa wawili tu, yeye na dada yake. Walelewa kwenye malezi ambayo kama mtu akitaka kitu anamwambia tu mama yake na mama anafanya ili tu kulinda furaha ya mwanae. Kwenye maisha yake Catherine hakuwahi kupitia changamoto zozote. Yeye kwake ilikuwa bata tu mpaka anafika chuo. Kilio kilianza pale alipoanza kupenda. Wazungu walisema no pain no love, na kweli ndio ilivyokuwa kwa Catherine. Chozi lake lilianza kudondoka mara tu baada ya kuwa na hisia za kimapenzi. Japokuwa Adric alikuwa anampenda sana Catherine, lakini hakujua kama Catherine moyo wake haukuwa kwake bali kwa rafiki yake kipenzi Alexander. Catherine baada ya kumaliza kuongea na dada yake alinyanyuka akaenda kufanya mambo mengine huku akijipanga kuanzisha pambano la mapenzi. Nikukumbushe kuwa hii ni The University Life na hii ni sehemu ya 5. Kujua nini kilifata, tafadhali usikose kufuatilia sehemu ya 6 ili uweze kuenjoy na simulizi hii nzuri. Msomaji wako ni mimi Angelava Jose. Unaweza kunipata kwa nambari ya simu 0713611796. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi. Asante.